Chagua ndio huyo au amekuletea leo. Unaweza kubadilishiwa na mjomba. Haleluya. Taratibu. Taratibu. Huku watu mnashangilia jamani. Yaani mpaka mkumbushwe. Haya nawakumbusha tena, washangilie tena sasa. Haleluya. Sasa naomba kae upande wa kushoto. Halo. Kushoto. Alafu huku unacheza kidogo kidogo mkiingia ndani. Makofi, makofi, makofi. Makofi, makofi. Makofi, makofi, makofi. Makofi, makofi. Hebu tupigie makofi. Huku wa mama mkipiga kigelegele chenye nguvu. Unapendeza ukiwa na Yesu, unapendeza. Amen. Unapendeza ukiwa na Yesu, unapendeza. Unapendeza, unapendeza ukiwa na Yesu. Hebu waambie unapendeza. Ukiwa na Yesu unapendeza. 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 Ukiwa na Yesu unapendeza. Unapendeza. Ukiwa na Yesu unapendeza. Unapendeza. Linga, linga tuone linga. Linga tuone linga. Linga tuone linga. Linga tuone linga. Elipisi linga tuone. Linga tuone. Linga tuone linga. Linga tuone. Nisikie shangwe na vigelegele. Hallelujah. 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 Yesu juu. 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 Shetani chini. 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 Shetani chini. 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 Shetani chini. Chini. Wambea chini. 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 Wambea chini. Chini. Hebu washushe wambea. Wambea chini. 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 Wamama juu. 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 Vijana juu. 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 Harusi juu. 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 Ndoa juu. 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 Vijana juu. 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 Haleluya, haleluya, haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Hebu ongeza makofi kwa ajili ya. Haleluya. Mmependeza. Sasa ninaomba taratibu. Taratibu mketi kwenye viti. Taratibu. Sasa fungua kitabu kile cha Mwanzo sura ya 2 kuanzia mstari wa 7. Mchungaji tusaidie kwa haraka haraka, muda wetu umeenda. Kitabu cha Mwanzo, na yeyote mwenye Biblia afungue. Nitayafundisha machache na yatakayowaongoza kwenye maisha yenu. Elpidius na mke wako, Leonard na mkeo. Ndio, nisomee. Mwanzo sura ya 2 kwanza, Mwanzo sura ya 2 mstari wa 7. Nitasoma. Nenda sura ya 3 mstari wa 6. Mstari wa 7. Sura ya 3 mstari wa 7. Nitasoma. Mstari wa 7. Nitasoma. Wakafumbuliwa macho wote wawili wakajijua kuwa wa uchi. Wakafumbuliwa macho wote wawili wakajua kwamba wako uchi. Wakashona majani ya mti wakajifanyia nguo. Akina nani wakashona?
akina Adamu na nani? Wakafumbuliwa macho, wakajiona wako uchi. Wakashona nini? Majani, wakafunika aibu yao. Amina. Jambo la kwanza ambalo nataka niseme na wewe, ndoa haina uzoefu. Haleluya. Ndoa haina nini? Uzoefu. Usije ukasema mimi na miaka 50 na uzoefu, ndugu. Ndoa kila siku ni mpya. Mwambie kila siku ni mpya. Haleluya. Hebu wewe ambaye umekuja na mke wako hapa nione mikono. Haleluya. Amina. Ndoa kila siku. Kama ndoa isipokuwa mpya kila siku, ndugu, mtachokana ndani ya wiki. Amina. Haleluya. Amen. Sasa Mungu alipomuumba mwanadamu, alikuwa amekusudia mwanadamu aishi vizuri katika bustani ya Edeni. Amen. Amina. Alikuwa amekusudia aishi vizuri. Na Mungu aliona sio vyema mwanaume aishi peke yake. Mungu hakupi mwanamke kwa bahati mbaya. Na hakupi huyo mwanaume kwa bahati. Ni dunia tu inayosema ulikosea. Dunia ndio inayosema ulikosea. Lakini Mungu anakuwa anakusudia. Amen? Amen. Na kwa sababu ya changamoto za dunia unaanza kuhisi au nilikosea. Kumbe hizi ni changamoto za nini? Mpaka zinakupelekea kama ufikiria kama watu wameshuhudia hapa. Wameshuhudia, wamefurahi, wanapiga vigelegele. Halafu tunakutana ndani ya siku 3 unasema, "Chungaji, nilikuwa nimekosea." Si wewe utaonekana wewe ni waajabu. Haleluya. Si utaonekana wewe ni waajabu. Na hii imeleta shida. Ndoa za sasa zina changamoto sana. Kwa nini zina changamoto? Kwa sababu hawataki kumuuliza Mungu. Wanataka waulize wanadamu wenzao. Na unaanza kukumbuka mwanadamu wenzako hakusaidii chochote. Amen. Ndoa nyingi zilizoharibika ni kwa sababu umewaingiza wanadamu. Bwana sasa. Kiingiza wanadamu, kila kitu kinafanya nini? Kila kitu kinafanya nini? Mfano, amen. Neno Bwana nasema unapoanzia, unapochoka, unapofika mwisho, Mungu ndiko anafanya nini? Anapoanzia. Natamani kila siku Mungu aifanye ndoa yako kuwa mpya. Haleluya. Mimi na mama mchungaji tunaishi kama kiwango cha marafiki. Kiwango cha nini? Kiwango cha nini? Muulize jirani yako, nyinyi ni marafiki? Au na mlango umetoboa. Mke anapitia huku, mume anapita huku. Yaani na mlango umehamishwa. Mwanaume analala kitandani, mwanamke analala chini. Hizo ndoa ziko mahututi. Kama iko hapa leo natamani Mungu akuponya. Haleluya. Amen. Mwanaume analala sebuleni, mwanamke analala wapi? Na ndoa nyingi ndo ziko hivyo. Amen. Wengine ndio wanasema kilichonifanya niendelee au ni watoto. Ndugu, wewe hukuletwa na watoto, uliletwa na Mungu kwa habari ya mume au mke. Amen. Watoto ndio walikutoa kwenu. Bwana sasa. Alafu mtu anafika tu anasema, watoto ni matunda katika ndoa. Hata wasipotokea hawawezi kuharibu ndoa yako. Unajua ukimwacha mke eti azai wewe ni mjinga. Mbona Ibrahim hakufanya hivyo? Haleluya. Ibrahim amekaa na mke wake zaidi ya miaka 100 azai. Biblia inatuambia Sara alikuwa na zaidi ya miaka 100 azai. Lakini hakuna mahali ambapo Ibrahim alisema wewe mwanamke tunaachana. Mwanamke ndiye anayemwambia Ibrahim, nenda uzae na hako kabinti ketu kakazi kakupe uzao. Amina. Lakini mwanaume anagangana, hataki. Haleluya. Amina. Bwana sasa. Amen. Wewe ukiona unasema nimeenda kwa huyu mwanaume nimeona azai, nimeenda kuolewa na mwanaume. Huyu mwanamke azai, naenda kuoa mwanamke. Kuzaa sio kwamba hiyo sio ndoa. Hayo ni matunda ndani ya nini? Ndoa. Matunda ndani ya nini? Ndoa. Na matunda ndani ya ndoa ni mengi sana.
Matunda mengine ndani ya ndoa ni baraka za mwili zinazoonekana. Haleluya. Amen. Matunda ndani ya ndoa ni baraka za mwili sasa zitaonekana, lakini hazitakuwa kwa kiwango hicho. Usije ukasema hii ndoa ni batili kwa sababu hatuna matunda, hatuna pesa. Hapana. Sio hiyo. Mungu alipompa Adamu mke alikusudia. Kusudi la ndoa ni nini? Mawazo ya mwanaume, mawazo ya mwanamke yakae pamoja, yajadiliane tufanye nini. Mawazo yako mwanaume, mawazo yako mwanaume yakae pamoja, yajadiliane tunatokaje hapo kwenye huu mkwamo. Amina. Aisee mwanamke, aisee mwanaume, tunafanyaje? Mke wangu tunafanyaje? Mume wangu tunafanyaje? Haleluya. Amina. Bwana sasa. Amen. Hiki ndicho kitakachofanya ndoa kuwa bora. Lakini wewe mwanaume ukitaka nafasi yako na mwanamke akasema mimi ni mwanamke, na watu wengi mmeingiwa na kauli inayosema mwanamke ni mdhaifu, nilitoka kwenye ubavu wa mwanaume. Wewe ni mdhaifu kweli? Hujawaona wanawake wako wanavaa masuala wanabeba zege? Hapo tayari. Unatafuta udhaifu gani unaozungumza? Amen. Maana unazungumza udhaifu usioujua. Bwana sasa. Tunaelewana wanandoa? Amina. Walioko hapa wapya na wa zamani? Amina. Tunaelewana wapya na wa zamani? Usijitie udhaifu. Usijitie nini? Udhaifu. Kwani ujitie udhaifu? Kwani ujite mimi ni mwanamke? Hujamuona Mama Samia kwenye kiti? Eti. Sasa wengine wajaribu kubadilisha jike dume. Sio jike dume, yule ni mke. Mwanamke. Lakini anasimama kuonesha ushupavu wa wanawake. Alafu unashangaa wanawake, mimi ni mwanamke. Mwanamke ni jasiri. Tafuta wajasiri kwenye Biblia. Mwanamke kama anaweza kumdanganya Samsoni mpaka akanyolewa nywele, huyo ni mjinga? Natamani Mungu akupe neema kama alivyosema kwa Adamu kwamba wakajua kwamba wako uchi, wakatafuta nini? Majani ya mti. Wakafanya nini? Ndoa yako na wewe utafutie majani ya mti. Haleluya. Uifunike. Hakuna mwingine atakayeifunika. Amina. Hakuna mwingine anaweza kusemea vizuri mke wako. Mungu amekupa huyo mke Elpidus. Lena. Huwezi kupata mwingine. Hao wengine wanakudanganya, wanataka kula pesa yako. Amina. Baby, nakupenda kuliko mke wako. Kwani unanipenda? Unanipenda. Lakini unajua sina viatu. Lakini unajua na wewe ulivyo mjinga unatoa tena. Asante baby. Jamani, hebu nipige na busu kwenye simu. Busu inapigwa kwenye simu. Nipige busu kwenye, nisikie kwenye. Si mjinga sasa. Unapigwa busu kwenye mic ya simu unafurahi. Jamani, kumbe unanipenda. Huko aliko unajua anafanya nini? Unaacha mke ambao Mungu amekupa kwenye maisha. Unaparamia tu walevi kwenye mabaa. Unaparamia tu wazinzi huko mitaani. Wakati mwingine meleta magonjwa na umaskini kwa sababu umeruhusu maisha yenu kujiungamanisha na wanawake ambao sio agano. Haleluya. Bwana sasa. Mungu amekupa mke. Alafu wewe niseme jambo moja. Hakuna mke mbaya. Matunzo na yeye anafanya nini? Amina kwetu. Bwana sasa. Amen. Hawajanielewa. Nasema hivi. Hakuna mke mbaya. Ambie. Matunzo yanafanya nini? Yanachangia. Bwana sasa. Wewe kamnulia tu mafuta ya 600. Kambie mke wangu jipake upendeze. Sawa. Mafuta ya shilingi ngapi? Usikaka jamani, sina rasha. Nunua mafuta ya 600 tu. Mke wangu wewe pendeza. Haleluya. Si wanawaambia wanawake hapa. Nendeni pale Bunazi, nunua kamkoba ka shilingi 2000.
Weka vizuri, weka begani, unatembea kunalinga. Ukile tunasema jamani, mke wa nani? Wewe unasiku mnao mkoba 50,000. Hapo sasa. 50,000 hiyo ingekufanyia budget kubwa mno. Mnapenda vitu vikubwa ambavyo hamna uwezo navyo. Unapenda ojwarenka mananka. Urambasa mananka, ndo manyaga hiyo. Au sasa. Usilinganisha maisha yako ya ndoa na ndoa ya mtu mwingine. Amen. Amina. Amina. Oho. Wewe jifananishe na yule jamani. Ona alivyovaa. Ili mimi namshukuru mke wangu huwa namwambia ise. Aka kanatosha. Akatoshi lakini basi subiri usiongeze kingine. Subiri nitafute kingine. Uwe na uvumilivu. Galatia 5 inatuambia tunda la Roho ni nini? Kwenye ndoa kama usipokuwa na uvumilivu. Kitu kinachoitwa uvumilivu. Uvumilivu. Hebu sema uvumilivu. Kesho itachanika. Kesho itafanya nini? Kesho itafanya nini? Jitahidi watu wa Mungu. Jitahidi wanandoa wa leo. Unaona umati wote umekuja kwa ajili yenu. Haipendezi tukutane ndani ya miezi miwili. Eti nini? Unajua bwana mchungaji, nilipokaa kidogo tu nikamwona yule mwanaume. Niona kama nilikosea. Kwa hiyo nikaona ulifanyaje? Ndio hivyo mchungaji, mimi sasa hivi niko pekee. Niko unaongea na Kiingereza, niko single. Yaani umeona ukisema nimeachana naye ni ngumu, niko single. Bwana sasa. Na kama uko hapa ndoa yako imeparaganyika, leo urudi kwa mume wako, umwambie mume wangu, hata kama ulinipiga kofi wewe, nimekuja kuomba msamaha mimi, kumbe ni mjinga na hatarisha maisha yangu mimi. Amen. Hata kama ndoa yako imeharibika leo, nenda. Unajua Mungu amekupa huyo mume wa hatima. Hatima. Mungu anakupa mke kwa hatima. Amen. Mungu anakupa mume kwa hatima. Bwana sasa. Shida ni tufanye nini ili tufanikiwe? Shida ni tufanye nini ili tufanye nini? Kwa sababu Mungu hajawaambia kufanya kila kitu. Mungu amewaambia ana kusudi. Mkisimama kwenye kusudi, mtainuka. Kama Mungu amesema ninyi ni wakulima, lima. Amen. Historia zinazungumza kabla hujaoa uliwahi kulima eka 5. Mimi ni mkulima, siwezi kutoka. Historia zinazungumza kabla huyo mwanaume hajakuchukua umewahi kulima eka 4. Unazo. Sasa unakaa ukijua kusudi lako, ndoa yako itakuwa ni ya baraka. Amina. Haleluya. Amen. Na kuuliza kwa mara nyingine. Unaona tulivyokushuhudia hivi leo. Unakubali kuwa mke wa Euripides? Utampenda? Amina. Au utampiga mangumi? Hapana. Bwana Yesu sasa. Si maneno mazuri hayo. Ili kanisa ukikaa hapa bila kutabasamu wewe una shida. Kwa sababu hapa wengine wanaponywa hata kwa kucheka. Unaweza kuja hapo kuombewa wakajikuta umepona tu. Bwana sasa. Euripides. Hebu muangalie kwanza. Utuhakikishie leo ulioniambia jana hayo tuyaache. Unakubali kumpenda Mary? Au utamfumua mangumi usoni akaja kanisani amevimba? Bwana sasa, si mnasikia? Amina. Siku ikitokea, mtakuja kuona kivumbi nitakachokifanya hapa. Utampenda? Usije ukamletea wanawake wengine. Wewe unasikia? Mimi nawaambia hivyo asije akaleta mwanamke.
Sawa. Sawa. Piga magoti sasa. Sasa hiyo pete hiyo nipe. Hiyo nipe kwanza. Yes. Sasa. Sasa inua mkono wako wa kulia. Watu wapita mpachukua picha vizuri. Nataka tuwe na kumbukumbu. Inua mkono wako ule. Tena kidogo. Tashika hivi. Hivi. Halafu usiwe na haraka. Hicho sio kidumu. Unasema taratibu. Sawa. Naomba hii pete mpe. Kabisa. Mpe hii hapa. Hii hapa. Hiyo ukae nayo hii. Halafu utasikiliza maneno haya. Amina? Amina. Sema mimi Elpidius. Rudia tena, sema mimi Elpidius. Mimi Elpidius. Na hapa mbele za Bwana. Na mashahidi wote hawa. Kuwa wewe Mary. Kuanzia leo ni mke wangu. Kwa ishara hii ya pete nitakupenda na kukujali na kukulinda katika mazingira yoyote na katika changamoto yoyote. Mungu unisaidie. Amen. Sasa mwinue mke wako sasa. Shike mkono. Shike mkono. Wow. Mama mchungaji, sogea kidogo huku. Mama mchungaji, sogea hapa. Haya. Naomba sasa Mary, inua hiyo pete juu. Alafu usinyosha kidole. Ni kidole gani kwa? Hebu hesabu. Kipi? Mary ni kipi? Ni kicho kweli? Ati hebu mshike nawe sasa. Kama alivyo kushika kidole. Sema kuanzia leo. Mimi Ana Mary. Ninaweka agano hili. Huku tuweka pete kidogo. Ninaweka agano hili. Kama ishara ya upendo kwako. Nitakupenda. Nitakujia mkono. Nafanya hivi. Unapendeza eti? Shika mkono sasa. Piga magoti. Alafu nyosha mkono kwangu, nitamke neno la Bwana juu yenu. Bwana Yesu, ninakushukuru. Pia na wewe omba. Asante kwa ajili ya ndoa hii kati ya Elpidius pamoja na Ana Mary ambao umewaunganisha leo kuwa mke na mume. Ninaomba Bwana uweza, nguvu na mamlaka. Ninaomba ulinzi kwa ajili yao. Ninaomba amani. Ninaomba uwepo wako usipungue ndani yao. Ninaziomba baraka zako Bwana zisipungue ndani yao. Ninaomba Mungu nguvu zako zikatawale juu yao. Ndoa hii isivunjike wala isiharibiwe na kiumbe chochote. Ninakemea katika jina la Yesu. Baba, ninaziomba nguvu zako. Nasema malaika watawatangulia. Ninaomba uwezesho wako Mungu juu yao. Baraka zako za ajabu ziwe juu yao. Ukawatetee wanapopita katika majaribu. Katika bonde la uvuli wa mauti wapiganie. Uwe mshauri wao, uwe mwalimu wao.
ubarikiwe sana kwa kazi nzuri. Hebu tumchapie makofi ili jembe la Yesu. Amen. Haleluya. Hakika unafanya kazi njema. Bwana akubariki sana. Ukiwa umetazamia kufungisha ndoa watu 5 wakaja 2 ni ushindi mkubwa sana. Sana. Kwa vita iliyoko sasa hivi sio ya kawaida. Haleluya. Sasa hivi ni makanisa machache au yasiwepo kufungisha ndoa tena ya Pentecoste watu 2 kwa wakati huu mmoja. Hakika ubarikiwe sana. Amen. Kama mchungaji ubarikiwe sana, natambua uwepo wako, ubarikiwe sana kwa kazi nzuri ndio kuifanya mahali hapa. Amen. Na watumishi wa Mungu wengine ubarikiwe sana. Makofi, 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 makofi. Siku tuliyoingojea mimi nawe, hatimaye leo imefika. 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 Jina lake Bwana litukuzwe, jina lake Bwana litukuzwe, jina lake Bwana litukuzwe, jina lake Bwana litukuzwe. Hatimaye imefika siku ya kufunga ndoa yetu, ndoa tuliyoifunga mbele za Bwana. Hatimaye imefika siku ya kufunga ndoa yetu, ndoa tuliyoifunga mbele za Bwana. Haikuwa rahisi,
watumishi wa Mungu, wachungaji mliopo mahali hapa na viongozi wa kanisa, kwa pamoja tumpigie Mungu makofi. Ninaitwa Leopold Augustine Mtalemwa. Wengi wamezoea kunijua kwa jina la Pidi. Anayefunga ndoa leo somo wangu Elpidius. Mimi ninaitwa Pidi, yeye anaitwa Elpidius. Mtumishi wa Mungu, kwa kweli nimshukuru Mungu kwa ajili ya ndugu yetu mchungaji Elpidius, kama ambavyo nimekuta ameshafika kiwango hicho, lakini kupitia kanisa lako tunaziona taswira mpya na mabadiliko. Nimefurahi sana kumuona tawi libadi pale. Yaani kwenye kanisa hili nimefurahi kwenye moyo wangu. Nimekuwa nikipita hapa kama alivyozungumza. Eneo la kwanza lilikuwepo, walilitumia kwa muda na bila masharti yoyote, na mpaka walipopata eneo hili. Na kweli ulipata vita. Mimi mwenyewe niliitwa kwenye serikali zaidi ya mara 3 kwamba kwa nini naruhusu kanisa pale. Lakini mwisho nikawaambia kama wamefanya tofauti, sikuwahi kukuambia hayo maneno, kwa sababu yatamka mbele ya madhabahu haya, na ni kweli ulianza kwa vita. Lakini mpaka hapa tujipigie makofi na kupigia Mungu makofi. Kutengeneza na kufanya vizuri na wewe Jehova. Mungu tunakurudisha sifa. Tunaomba Baba, tazama hata sherehe zinazoendelea kwa mtumishi wako Bwana Leonard pale nyumbani kwao, yeye na mke wake Lightness. Uwawezeshe Mungu, uwasafirishe wafike mahali pale Bwengabo wakiwa hai na salama. Tunakataa vikwazo na vizuizi kwa jina la Yesu. Tunakemea vita, uadui na uharibifu wa kila aina kwa mamlaka ya jina la Yesu. Shetani una mamlaka, na harusi yao itafana na kuwa nzuri kwa kiwango ambacho si cha kawaida. Na kataa vita na vizuizi katika jina la Yesu. Lakini Mungu tunakushukuru sisi ambao tunaendelea kubaki mahali hapa na hapo nyumbani kwa Elpidius, ambapo Bwana amejikusanya watu majirani zao na marafiki zake ambao Mungu wataenda kusherekea kwa pamoja. Utuwezeshe Jehova, katika vyakula utubariki, katika vinywaji utubariki, tukauone utukufu wako Mungu. Tunaiomba hii neema isiondoke. Wanaosafiri Bwana wasafiri pamoja nawe, wanaoelekea Karagwe, wanaoelekea Bukoba, wanaoelekea Rulama, siku yoyote na muda wote ambao watasafiri, Bwana mkono wako uwe juu yao. Wabwengabo wabariki, makanisa ya TCRC yabariki, washirika wa TCRC wabariki, watu wote Mungu wauone utukufu wako.